kwa habari ya maadui wakuu watatu katika safari yako ya wokovu. Maadui wakuu watatu katika safari ya wokovu. Na kama unaandika, andika kwa kutumia nafsi yako wewe mwenyewe. Maadui wakuu watatu katika safari yangu ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari ule wa 15. Tutaanza waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 15. Biblia inasema, msipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Maana kila kilichomo duniani, yaani tamaa ya mwili, tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali vinatokana na dunia. Na dunia inapita pamoja na tamaa zake, bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu adumu na hata milele. Wakati unapotangaza, kuna tangazo maalum linafanyika wakati mtu anapookoka. Siku ya kwanza ulipotubu, unakumbuka kitu kilichofanyika? Wangapi wanakumbuka? Siku ya kwanza ulipotubu, wangapi wanakumbuka mchungaji alifanya nini? Mikono juu. 1, 2, 3. Wangapi wanakumbuka mchungaji alifanya nini siku ile unatubu? Siku ya kwanza kabisa ya kutubu kwako. Jambo gani lilifanyika? Haya. Wakati mtu anapotubu, kuna tangazo. Na kwa nini kuna tangazo? Kuna kitu kinaitwa ukiri. Warumi inazungumza kwa habari ya ukiri. Maandiko yanasema kwamba ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kwamba ni Bwana na ya kwamba alikufa na kufufuka, Biblia inasema utafanyaje? Utaokoka. Kwa moyo mtu huamini, na kwa kinywa mtu ufanyaje? Kukiri na kupata wokovu. Kwa hiyo kinywa kina sehemu kubwa sana katika kujenga msingi wa nini? Wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapotubishwa ya kwamba Yesu, mimi ni mwenye dhambi, nakuja kwako leo, naomba unipokee, unibadilishe. Maana ni kwamba kinywa chako kinakiri lile neno ambalo umekuwa ukilizungumza. Lile ni tangazo tayari kwenye ulimwengu wa roho. Maana ulimwengu wa giza unaelewa ya kwamba huyu mtu amekiri ya kwamba amefanyaje? Ameokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kinywa chako kimekiri, maana kimetoa tangazo hata kwa shetani ya kwamba umefanyaje? Umeokoka. Ndio maana hata tunapowabatiza, kuna mtu mmoja wakati wa kubatiza aliomba apelekwe mahali. Akasema, mchungaji, kwa mfano nikichukua pikipiki mkanibeba mkanipeleka kule kwenye bwawa la Langitomoni, kwani lile bwawa halitoshi, lazima nikabatizwe tu pale mbele ya watu. Alichokuwa anatafuta nini? Alikuwa hataki jumuiya imuone ya kwamba amefanyaje? Amebatizwa. Lakini kumbe, sikiliza, Yesu wakati anakwenda kubatizwa na Yohana, sio kwamba kuna maisha ya kale alikuwa anayazika, ila Yesu alikuwa anakwenda kutoa tangazo. Haleluya. Ya kwamba kuzimu ijue ya kwamba hili ni tukio linalopendeza moyo wa Mungu. Haleluya. Kwa hata mimi ninapokwenda kuzama kwenye maji, hatua ya kwanza moyo wangu umekwisha kuamini na ndani yangu nimekwisha kukubali kubadilika. Ninapokwenda kubatizwa, maana yake ni kwamba nakwenda kuonyesha ulimwengu ya kwamba mimi tena sio wa njia hii, nimechagua njia nyingine. Haleluya. Kwa lazima upelekwe mahali ambapo wagogo wanaita public, ili watu wakushuhudie ya kwamba kuna tukio limefanyika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu alipanda gari akaenda kubatizwa mkoa fulani, akajificha, na mpaka leo hajulikana kama alibatizwa.
mtu wa dini fulani, nikamwambia wewe hujui ulichokifanya. Maana lengo la lile jambo, lile tukio, maana yake ni kwamba jamii ishuhudie ya kwamba huyu amefanya maamuzi. Sasa katika safari ya wokovu, unapofanya maamuzi ukachukua na hatua zingine, kinachofuata baada ya pale baada ya pale ni kwamba asili yote naelewa ya kwamba huyu mtu amechagua njia hii, tayari kuna vita inaanza kuinuka. Unanielewa Kuna vita mbaya inainuka. Na ndio maana mpendwa, kumbuka mliokoka mkiwa ni watu wangapi? Na leo mnaendelea mkiwa ni wangapi? Na wengine wanachechemea, wengine hawana matumaini, wengine wamechoka. Kwa sababu gani? Katika safari ya wokovu kuna maadui wakuu ambao wamesimama mbele yako. Ukiwatambua hao maadui utashinda. Narudia, hao maadui ukiwatambua leo utashinda, lakini usipowatambua utakuwa ni mtu wa kupigwa kila wakati. Safari ya wokovu inahitaji kujitoa, lakini pia inahitaji kujiumiza. Na maandiko yanasema kwenye Marko 8 ya kwamba inahitaji kujikana. Bwana Yesu asifiwe sana. Maadui wapo, na hakuna hata mmoja ambaye anahitaji kuona unaendelea. Kila mtu anatamani kuona unaishia pale pale. Maadui watatu leo tunataka tuangalie. Tukiwafahamu tunakwenda kuwachinja. Wewe wenzako leo tunawachinja wote. Amina. Kwa nini mwambie hafu umezubaa, umepoteza matumaini, hauna raha? Unafikiri kwa nini? Huyo ndo adui wako wa kwanza. Mwambie mwenzako hivyo ulivyo ndo adui wako wa kwanza hivi. Bwana Yesu asifiwe. Uwe na moyo wa kuchangamka. Ukiwa mbele za Bwana uwe na moyo wa kuchangamka. Haleluya. 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 Mfalme Koresha kamuuliza Nehemia ya kwamba mbona uso wako hauna raha? Mbona furaha hakuna wakati unaketi meza moja na mfalme? Shida yako ni nini? Unataka chakula gani? Utapewa. Unataka kula kuku? Utapewa. Unataka kunywa soda? Utapewa. Una uchungu gani kijana? Sema basi. Kijana akamwambia kwamba mimi nitakuwa na raha gani ya kula vyakula vitamu kutoka kwenye meza ya mfalme wakati ndugu zangu wanateketea katika mji wa Yerusalemu? Nimeambiwa na kuta zilizokuwa zimebaki zimechomwa moto. Mfalme akamwambia basi hakuna haja kununa, maana kununa hakutatoa majibu kwenye matatizo yako. Sasa funguka, ongea, unataka mfalme afanye kitu gani ili uweze kuwa na amani? Haleluya. Akafunguka akamwambia, ikiwa nimepata kibali mbele zako, basi nipe ruhusa nenda nikajenge kuta za ndugu zangu ambazo zimeinuka kule nyumbani kwetu. Mfalme akamwambia, hicho ni kitu kidogo, jiandae uondoke. Haleluya. Hata leo adui Mungu anakuambia, mbona una huzuni mbele yangu? Mbona umechukia vya kutosha? Kama ni magonjwa basi mwambie Bwana atafanya. Unanuna tu, mwambie Mungu nimekuja kwako, nina mambo mengi yananisibu, na umimina moyo wangu leo kwako. Nataka unipokee leo, nataka useme na mimi leo, nataka unene na mimi leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa ndipo sehemu ya kufunguka vizuri. Fungua moyo wako, mwambie Bwana, watu wananichesha, watu wananyanyasa, uchumi wangu ni mbaya, magonjwa yamenikunja vya kutosha. Yesu jidhihirishe mbele yangu. Yesu yupo kwa ajili yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatua ya kwanza kuokoka inapojidhihirisha mbele yako. Hakuna kitu ambacho shetani hapendi kuona mtu amechagua kubadilika. Unanielewa? Tuko pamoja? Shetani hapendi kuona mtu anabadilika. Usione watu ni walevi, sio kwamba amependa ile maisha. Usione watu wataki kuacha tabia fulani, sio kwamba wanapenda ile maisha. Lakini yuko baba wa ulimwengu. Maandiko yanasema kwenye Injili ya Yohana sura ya 15 ya kwamba yeye ni mlaghai, tena ni baba wa uongo. Kila wakati anawatia moyo watu ili wazidi kuishi katika maisha ya aina ile ile. Kuna watu wanaonywa na unabii lakini bado hawataki kubadilika. Tunakwenda kuwatazama maadui wakuu watatu. Adui wa kwanza ni shetani. Hebu sema shetani. Bwana Yesu adumishe sana.
Huyu jamaa zamani alikuwa ni mtakatifu. Unanielewa? Tena alikuwa na utakatifu kuliko hata wewe. Bwana Yesu aduhumie sana. Huyu alikuwa anaitwa Lucifer. Ukisoma kitabu cha nabii Isaya sura ya 14, nafikiri alikuwa anaitwa Lucifer, yaani nyota ya asubuhi. Hebu sema nyota ya asubuhi. Lilikuwa ndio jina lake alilopewa na Mungu mwenyewe. Alikuwa ni mng'ao. Alikuwa ni mng'ao. Alikuwa ni mng'ao. Nyota inawaka katikati ya giza, inaonekana. Ni picha inayodhihirisha kwamba Lucifer alikuwa na utukufu. Alikuwa na utukufu, sio mdogo. Utukufu ulikuwa juu yake. Kitendo cha yeye kukaa karibu na Mungu, akiwa miongoni mwa malaika wakuu watatu, yupo karibu na kiti cha enzi. Tena Mungu alimsogeza akawa karibu naye, akiongoza sifa za mbinguni, akiwavuta malaika wengine, maserafi na makerubi ambao wameumbwa kwa ajili ya kumwabudu Mungu, akiwaongoza katika eneo la kusifu na kuabudu. Na alikuwa anafanya vizuri zaidi katikati ya ile kazi aliyokuwa anaifanya, na namna ambavyo alikuwa anamwona Mungu anaabudiwa, Mungu anasujudiwa. Ndani yake akatengeneza kiburi, ndani yake akaona ile kazi ambayo anaifanya ya kwamba ni kwa nguvu zake, sio kwa nguvu za Mungu mwenyewe. Ukiona kuna chochote unakifanya madhabahuni, amini ni cha Mungu aliyekupa. Wewe ni chombo tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wewe ni chombo tu, na Mungu amekuokoa, amekuweka madhabahuni pake kama chombo. Katikati hapa kuna vyombo vya kutosha. Maandiko yanasema kwenye Yeremia, Mungu kama mfinyanzi hufinyanga chombo kile na kukiweka vile atakavyo yeye. Yesu alipotuokoa akatutoa kwenye tabu, akatutoa kwenye kiu ya uovu, alitufinyanga na kutuweka vile atakavyo yeye. Sisi tulikuwa hatuna kitu. Baada ya kuokoka, Kristo akapanda kitu chema ndani yetu, na lengo la kupanda kile kitu, alitaka tuanze kuleta matokeo katika ulimwengu wa roho. Maana nikiokoka mimi, kuna vitu Yesu anataka nisababishe hapa duniani, ili yeye Bwana apate kujidhihirisha katikati ya watu wasiomjua Mungu, apate kumjua katikati ya watu waliokata tamaa, waanze kupokea matumaini mapya. Haleluya. Kwa hiyo yeye anapokuokoa anakufanya kama chombo. Hebu sema chombo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mahali hapa kuna vyombo. Wapo waimbaji wazuri ambao wakiimba katika roho na kweli, utukufu wa Bwana unashuka, tunaingia rohoni, sio wapiga pesa. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sio wapiga pesa, sio wapiga pesa, lakini wanaotamani kuimba na Mungu ashuke. Wale watu ni vyombo vya Bwana. Haleluya. Wale ni vyombo vya Bwana. Kwa hiyo Mungu ana vyombo vyake. Mahali ulipokaa kuna chombo cha Bwana. Wewe mwenyewe ni chombo cha Bwana. Unajifahamu? Muulize mwenzako, unajielewa wewe ni chombo cha Bwana? Muulize ni chombo gani? Wewe kijiko au panga? Au shoka lile ukisha kuliwa na mchwa? Haleluya. Kuna mapanga yamekaa miaka 10 yako ndani. Hata ukikata nyama haikatiki, yamefubaa balaa. Yaani kuna kijiti kinaweza kikakata nyama ya binadamu kikatika, lakini kuna panga kata kwa nguvu nyama haikatiki, limefubaa. Mambo mwenzako acha kufubaa. Tafuta kuwa na makali. Haleluya. Tafuta kuwa na makali ili ulete matokeo katika ulimwengu wa roho. Haleluya. Wewe ni zaidi ya panga. Ukiingia katikati ya msitu, unafyeka miti yote inaanguka. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ukiingia mahali ambapo Yesu hajulikani, katikati ya wachawi wanajua Yesu yupo, katikati ya walevi wanajua Yesu yupo, katikati ya watambikaji wanajua Yesu yupo, katikati ya waabudu sanamu wanajua yupo Yesu. Maana kuna panga lenye makali linapita linafyeka msitu. Jina la Bwana libarikiwe sana.
lakini ambalo halina makali itaanza kubagua kazi. Hii kazi ni ngumu, miti yenyewe ni migumu. Aina hii miti huwa haikatiki. Unamtazama kwa mbali, akiionja hata harufu yako anakimbia mwenyewe. Haleluya! Naongea na watu hapa. Adui yako wa kwanza baada ya kuokoka ni Shetani. Yeye aliyelikosa mbingu mpaka leo anaitamani. Shetani akipewa dakika moja kutubu ataitumia vizuri, maana anajua uzuri wa mbinguni ukoje. Haleluya! Huyu jamaa anapambana watu wasiende mbinguni, maana mbinguni anapajua. Amekaa mbinguni miaka ya kutosha, mamilioni ya miaka. Lucifer yuko kule mbinguni. Alipoasa katupa kuzimu, hakuamini kama atakwenda kukaliwa na funza. Maandiko yanasema kwenye nabii Isaya kwamba ulijua wewe ni kerubi, ulikuwa umeketi kwenye mlima wa Mungu mtakatifu, lakini kwa sababu ya udhalimu uliojiunika ndani yako umetupa mpaka chini katika shimo. Funza wanakaa juu yako. Aliyeketi karibu na Mungu leo funza wanakaa juu yake. Shetani anajua uzuri wa mbinguni, anaelewa fahari ya mbinguni. Ndugu yangu, mbinguni hujakanyaga, yeye amekwisha kukanyaga, anajua uzuri wake. Usidanganywe naye, yule ni adui yako wa kwanza katika maisha yako ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanasema ukitangaza ya kwamba umeokoka, ukisoma ile kitabu cha Amosi sura 14, Mungu anawaambia Wayahudi ya kwamba nirudieni kwa maneno, nirudieni kwa midomo ya toba, nami nitawapokea. Ukiri wako kishaanza kutoka, adui anasikia ya kwamba huyu mtu ameamua. Hakuna kitu kinachomuumiza Shetani kuona kahaba amechagua kubadilika. Unanielewa? Kuona mvuta ugoro amechagua kuacha ugoro. Hicho kitu ni pigo kubwa kwa Shetani. Hakuna kitu ambacho Shetani hapendi kuona mchawi anapeleka vitu vyake vya kichawi kwenda kuchoma moto. Shetani anaumia sana. Maandiko yanasema kwenye Isaya 14 ya kwamba yeye pekee hapendi kuwaacha wafungwa wake waondoke kwao kwa amani. Anapenda kuangangania wakati wote. Ukiona mtu anatembea katika hali fulani, usiwe mwepesi wa kumlaumu, maana yupo kwenye kifungo. Shetani anashughulika naye, Shetani anahangaika naye, na mpango wa Shetani ni kwamba siku moja aende kaburini akiwa katika maisha yale ya dhambi. Maana maandiko yanasema kwenye Yeremia kwamba mtu akifa katika uovu, Mungu amepata hasara ya maisha ya mtu yule, lakini mwenye haki anapokufa katika haki yake, Mungu amepata faida ya maisha ya mtu yule. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mimi kama nimeokoka, nikifariki dunia leo, wewe utabaki unalia, alikuwa ni mzuri, hana doa na nini, utanipa sifa nyingi sana. Ndo asili ya mwanadamu, wanampa sifa maiti hata asikii. Ningekuwa naweza, ningependekeza siku moja, hebu tuwe tunamsifia mtu kabla hajafa. Naelewa nanipata? Yuko pamoja? Mwingine amefariki dunia mpaka unapoteza ufahamu, kumbe alikuwa hata msalimii. Na wapendaga wenzetu bwana wazungu. Nilikuwa nasikia clip moja wakati wa mazishi ya mwanamuziki mmoja, nani alichongaga pua yule. Akasema kweli jamaa alikuwa anajitahidi, anawasaidia mayatima, anawasaidia wajane, lakini pamoja na mazuri, huyu jamaa alikuwa na madhaifu. Ukiongea hivyo kwa marehemu vipi, huku kwetu tunapigwa mawe. Akasema mtu mzima, mwanaume mzima alijichonga pua, anatafuta kubadilisha jinsia. Kwa hiyo akampiga pale pale. Wale watu nawapenda bwana. Sijajua kwa nini sijazaliwa Ulaya bwana. Napendaga wale watu. Wakaenda moja kwa moja wakamshughulikia. I say, sisi leo mtu akifa, sifa tutakazomwagia marehemu hata asikii. Tungepata aina fulani ya mfumo, tukaanza kusifiana kwamba hivi kwa mfano mimi nimekufa, mtanisemaje? Najua nyewe mtaanguka wengi hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna kitu ambacho Shetani hapendi kuona mtu aliyechagua njia mbaya amechagua njia nzuri. Kuna watu wanaamua
kubadilika, lakini bado kuna mtu anaamua kwa kinywa chake mpaka na hapa anasema kuanzia leo mimi sitarudia hili jambo, lakini bado anarudia tena. Shetani hapendi kuona watu wabaya wanakuwa ni watu wema, lakini lengo la Yesu kuja duniani alitaka watu wabaya wawe watu wema. Ndio maana akasema sikuja kuwatafuta wenye haki bali waovu ili wapate kutubu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Adui yako wa kwanza ni shetani, ambaye hana nafasi tena ya kutubu. Anajua hana nafasi ya kutubu shetani. Unapokuwa unaanguka dhambini, ujue huyu jamaa hana nafasi ya kutubu. Na siku moja Mungu angemwambia jamaa, uko tayari kutubu? Ndugu yangu angekimbia mbio. Hasema niko tayari. Lakini dakika moja hana, hata sekunde mbili hana. Kuna muda anakushawishi hapo, anakaa pembeni na kucheka. Anasema ungejua wewe unakoelekea. Itapita tena. Haleluya. Adui wa kwanza ni shetani. Anapambana kila wakati kuhakikisha uumbaji wote wa Mungu umeishiwa katika ziwa la moto. Maandiko yanasema kwenye Ufunuo 12:11, malaika alisimama kwenye anga akapaza sauti duniani akasema, ole wa nchi na bahari, maana mshtaki amekuja kwenu akiwa na hasira kali, na akijua ya kwamba ana muda mchache. Hebu sema muda mchache. Kwa shetani alipewa muda mfupi sana. Huu muda ambao anautumia kulaghai, anatumia kuwadanganya watu, ni muda mfupi. Anaelewa ya kwamba baada ya pale ni wapi anapokwenda. Anajua wapi anapokwenda. Anajua hana neema ya kurithi ufalme wa Mungu. Hana kabisa. Hana. Anafahamu hana neema ya kuingia mbinguni tena. Kwa anaelewa alikuja kwa ghadhabu. Alikuja akiwa na hasira kali. Alikuja akiwa na uchungu mkali sana. Lengo lake awabadilishe watu wema kwa watu wabaya. Abadilishe mabinti wote kwa makahaba, vijana wote kwa majambazi, wakina mama kusengenyana, kanisa kuharibiana na kuumana. Huo ndio mpango na kusudi la shetani kila wakati. Hapendi kuona amani na tawala baina ya ndugu na ndugu. Furaha ya shetani ikiona ndugu wanagombana, wanapelekana mahakamani, wanapelekana magerezani. Hiyo ndio kusudi kubwa la shetani. Yaani yeye anataka kufanya dunia kuwa uwanja wa fujo. Furaha ya shetani ni kuona walokole wanapelekana polisi, ni kuona walokole wanapelekana mahakamani ili waweze kuliabisha jina la Kristo. Huo ndio mpango wa shetani alionao. Anataka kuwageuza watu wazuri kwa watu waovu. Maandiko yanasema alikuja kwenu akiwa na ghadhabu nyingi, lakini ahadi ya malaika akasema kwamba lakini msiogope, nanyi mtamshinda kwa damu ya mwanakondoo. Haleluya. Pamoja na kwamba alikuja amejipanga, amekuja na mishale mingi, lakini ipo ahadi ya ushindi kwa kanisa. Ipo ahadi ya ushindi kwa mtu aliyeokoka. Maandiko yanasema nanyi mtamshinda kwa damu ya mwanakondoo. Kifo cha Yesu msalabani kikaleta ushindi kwa habari ya watu waliopigwa na shetani. Kifo cha Yesu kikaleta matumaini mapya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Pamoja na ushindi, pamoja na kupiga, pamoja na kimbunga alichonacho shetani, lakini kwa damu ya mwanakondoo, ahadi ya Yesu ni kwamba sisi tutashinda. Hebu sema mimi nitashinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema kwa damu ya mwanakondoo, lakini na kwa neno la ushuhuda, na kwa utakatifu, na kwa utakatifu. Wale ambao hawakupenda maisha yao watakufa, watashinda pamoja na hasira za shetani, lakini shetani atashindwa kwa damu ya mwanakondoo na kwa neno la ushuhuda. Yeye atashindwa. Jina la Bwana libarikiwe. Madhabahu nipate kama chombo. Katikati hapa kuna vyombo vya kutosha. Maandiko yanasema kwenye Yeremia, Mungu kama mfinyanzi hufinyanga chombo kile na kukiweka vile atakavyo yeye. Yesu alipotuokoa akatutoa kwenye tabu, akatutoa kwenye kiu ya uovu, alitufinyanga na kutuweka vile atakavyo yeye. Sisi tulikuwa hatuna kitu. Baada ya kuokoka, Kristo
akapanda kitu chema ndani yetu, na lengo la kupanda kile kitu alitaka tuanze